Wangapi wanamjua Pasco? How many of you know Pasco? Wangapi kanisa hili wanamjua? How many know him? Na wangapi ambao walimchangia katika shida yake? And how many contributed for his health? Okay. Sawa. Sasa nisikilizeni vizuri. Inanipa mashaka. It makes me doubt. Inanipa mashaka. It makes me doubt. Na kwa habari ya dhambi sina mchezo. And concerning sin, I do not play jokes. Unaweza ukaona watu wengi hapa, nyinyi wote wengine baadhi yenu mlikuwa mnamsikiliza na wengine mmetoa michango. And I know some of you were listening to him and some contributed money for him. Sasa nikarushiwa hiyo clip. And that clip was sent to me. Wangapi wanawajua Promova TV? How many know Promova TV? Wengi mnawajua, ni ndugu zetu. Many know they are our friends. Tumewatumia sana kwenye chaneli yao kwa ajili ya kuleta uamsho wa Kristo. And so we have participated with them in bringing revival. Kwa hiyo walifanya utafiti. So they did an investigation. Kujua kama mtu huyu kweli anaumwa au haumwi. To know if he was really sick or not. Sasa. So walipofanya utafiti, when they investigated, wakapiga simu and they called him. Simu ile ikawa haipokelewi na inatumwa message kwamba tuma mchango, yani usipige simu, tuma mchango wako kwa ajili ya wanasema kwa ajili ya usalama. So he did not pick up the phone, but he sent a message that send that money for contribution. Sasa nikajiuliza swali, usalama, wao wakajiuliza swali, usalama gani? Kwa sababu simu inapokuwa hewani utume message usitume, ikisha kuwa hewani tu wanaweza kukutrack. And they were surprised because the phone was online, and whether you send the message or not, they can still track you. Yani wabaya wako wanaweza kukufuata popote. Your enemies can follow you wherever you are. Huwezi ukajificha. You cannot hide. Kwa mara nyingi wanaokimbia wabaya huwa namba zao huwa hazipatikani kabisa, hawatumii mitandao au wanabadilisha location ya wanakuwa wasomeki kama wako Tanzania. So many who hide they're usually offline or they cannot be seen. Sasa hao watu wakafuatilia. So they investigated. Je, mtu huyu ni mgonjwa? Is he really sick? Wakaenda mpaka kule kwao panaitwa Magu kule. And they went all the way to Magu. Wakafuatilia mpaka wakafika eneo ambalo anafanya ujenzi. And they asked around until they arrived at the place where he was building his house. Anajenga nyumba nzuri ya kifahari ya wale watu wanaotuma hela za kitandani, anaumwa. He's building a beautiful house. Wakafika pale, they sent to him. Wakawauliza majirani. And upon arriving there, they asked. Mimi nimetumia video ninayo kwenye simu yangu hapa. And I've been sent the video and I have. Na nilipoipata ile video mara moja nikawapigia kwa sababu nawafahamu. And when I got the video, I called them. Nikawauliza, hiki ninachokisikia kwenu ni cha kweli? And I asked them, what I hear from you, is it true? Wakaniambia, mtumishi wa Mungu, ni cha kweli kabisa. And they said, this is absolutely true, man of God. Anasema walipofika yale maeneo ya Magu pale, when they arrived at Magu, wakazungumza na watu waliokuwa pale. They talked with the people. Kwanza wakauliza, nyinyi mbona mnamtafuta mtu huyu? Mna shida gani? Tunajua sasa hivi kutafuta mtu nao ni tatizo. And they were asking, why are you asking for this man? Watu wanakuwa kama wana wasiwasi hivi. People were doubtful. Wakamwambia sisi, na wamerekodi kila kitu kiko hapo. And every conversation was recorded. Wakasema sisi ni rafiki zake. And they said, we are his friends. Sisi ni watu tuliokoka. We are believers. Tumesikia anaumwa. We heard that he's kwa hiyo tumekuja kuangalia kama anaumwa. And we came to see him. Wakasema anaumwa. He's sick. Anaumwa nini? What is he sick for? Wakasema huwa tunamuona hapa amevaa koti lake fulani hivi, anakuja yani kwa siri sana na amevaa koti. We always see him wearing his pullover. Na wakatafuta mpaka wakampata fundi aliyekuwa anajenga hiyo nyumba, ni ya kifahari. Amejenga nyumba mbili, moja nyumba ya mamake na nyingine nyumba yake mwenyewe. And they asked and they got to the mason who was doing the construction of his house and his mother's house. Yule fundi akasema, bwana, hata mafundi wengi hapa tumeshindwa kufanya kazi na yeye. And they said even many builders here could not work with him. Kwa sababu anakuja usiku ndio kulipa watu. Because he comes at night very late to pay up. Hata kama ukimaliza kazi mapema, yeye anakuja usiku.
Even if you're done early, he comes to pay Sasa the sisi night. tumeshindwa. We could no longer tolerate that. Sasa tuwezi kumaliza kazi mapema afu naambia usiku ndio tuje aje tupate hela. Because we can't finish the work. Kwa nini anakuja usiku? Why is he coming at night? Maana yake watu wasijue So that people won't know kwamba yuko mzima. that he is well. Kwa hiyo wakashangaa na kustaajabu. So they were shocked. Na wao wakategesha kamera zao. And they set their own cameras. Wakamwona anaenda kununua matofali. And they saw him going to buy bricks. Alipouliza mafundi anasema hii nyumba imejengwa haraka sana. And when they asked the builders, they said, we've built this house in a very short time. Nilisikia kuwa na hasira ya Kristo moyoni mwangu. I was full of anger of the Lord. Watu wakasema huwa tunamuona anakuja na gari yake nyeupe. And people say we usually see him coming with his Hawakuishia hapo, wakaenda mpaka kwenye ile hospitali ambapo alichukulia video pale. And it did not end there. They went all the way to the hospital. Walipouliza wakasema na sisi tunashangaa kuona kwenye mtandao. And when they asked the nurse, they were shocked because they Alikuja said hapa akasema ana tatizo la gesi kwenye tumbo, tukaangalia tatizo lake kwenye gesi, alipomaliza akaondoka zake. and he said that he had a gas problem and he was treated and left. Lakini Wakristo wengi wamepigwa hela. But many Christians were deceived. Kwa hiyo mimi nataka kumwonya. So I want to warn him. Mungu haziakiwi. God is not mocked. Apandacho mtu Whatever man sows, ndicho atakachokivuna. he will reap. Unapokemea manabii wa uongo, When you rebuke false prophets, alafu ukadanganya watu kwa uongo, and then you deceive people, wewe hauna utofauti na manabii wa uongo. you are not different from the false prophet. Watu wamedanganyika. People were conned. Watu wametoa fedha zao. People gave their money. Kumbe mtu anajenga nyumba yake na mama yake huko Magu. But he was building his house and his mother's Hii house. haiwezi kukubalika mbele ya macho ya Bwana. This is unacceptable before the Lord. Ndio maana Mungu huwa anadhihirisha uongo peupe. That is why God exposes the lies. Na tunaenda katika kipindi ambacho hakuna mtu atakayejificha katika mkono wa Bwana. And we are going into the area where no one will hide before the Mungu Lord. atamulika, kila muongo atajulikana ni muongo. The Lord will expose every liar and there will be Na no kila liars. atajulikana huyu ni mkweli. And every true speaker will be known for truth. Nasema hakuna atakayejificha kwenye macho ya Bwana. I say there is no one who will hide in the Kuna eyes of the Lord. majira ambayo Mungu anakwenda kumulika taa yake. There is an era where the Lord is going to shine his Na light. kila uovu utakuwa hadharani. And every sin will be in the plain sight. Akanambia mchungaji, tunazo video zingine And they told me, Pastor, we have so many video ambazo footage. bado hatujazionyesha, tunasubiri ainue kichwa tu. We have not released it. We're just waiting him to say something. Sasa mambo kama haya yanatokea kwa sababu gani? So why do these kind of things happen? Shetani anaandaa watu, anawaweka mahali, So the devil prepares people and he puts them. alafu baadaye wanapofanya matukio mabaya And when they do evil things, wanavunja mioyo ya watu. they dishearten many people. Watu wanakuwa kama wanavunjika moyo. Many are discouraged. Watu wanakuwa kama hawaamini tena wokovu. People no longer believe in the Lord. Mtu hawezi kuamini tena mtu wa Mungu kutoa fedha zake kumpa kwa ajili ya injili. People don't believe anymore in giving their money for the gospel. Hii tabia ninaikemea kwa jina la Yesu Kristo. This behavior, I rebuke it in Jesus' name. Unaopeleka taarifa, mpelekeni taarifa. Those of you who can talk to him, go and tell him. Na asilete mchezo. You should not play. Asilete mchezo na watu wa Mungu. You should not play with the people of God.